Action. Kagunyitho ganiro rege murori wa Eko TV thiini wa kabiro kiroko kio muthe na umuthe ndauga ndenda kwariria maundu megie githomo tondu arutwo ni maragitangathirwo maumirira mao ma kigeranio na thiini wa studio nyuma na kairitu gia gwitwo Melissa Gathiaka no ratongorete thiini wa cukuru ya Lakewood arena marks 424 sio 424 sio na ndauga ndigucoka thiini wa studio na muciari wake tondu akiuga ndararigana na baba wao na mwalimu munene wa cukuru ya Lakewood Headmaster Bwana Musila. Thiini wa studio ndina Bwana Musila, karibu sana katika studio zetu. Asante. Na Bwana Gathiaka. Labda tuanze na wewe mzazi. Umempa nini huyu mtoto bwana? Haizi akakusahau. Kila saa anasema baba, 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 baba. Kuna nini? Tumekuwa tukiwasiliana naye vyema. Sana kwa mambo ya homework. Mambo ya amekuwa na mimi nimekuwa naye zaidi. Kuliko hata labda mama yake ndio alikuwa akisema hivyo. Okay. Na unajua sisi wazee wengi kwa mfano kama mimi Man U inacheza na Arsenal, nyumbani sipatikani. Kwa hivyo huo muda sina sana wa kukaa na watoto. Labda wazee wanakutana mahali wanaongea story 2-3 kuhusu siasa. Wakati huo hatuna. Unaweza kutuambia nini wale ambao hatuna time sana na watoto wetu? Kuwa tuna time na mtoto wako ni muhimu sana. Especially yet system ya shule ya Lakewood. Ana mtoto anakuja na homework yake, anakuja na diary. Ameandika, mwalimu amesema lazima muangalie mtoto afanye, uangalie, uisahishishe, iende isahishisho shuleni. Sasa inabidi hata ukistahili nitafika whatever time nitafika nyumbani, ama nataka kama nikiwa nyumbani ni make time niende through your homework, niangalie na nisahishe nimeona. Hii ilikuwa mbinu moja hiyo shule, ili na niliona ilikuwa mbinu mzuri. Lakini kwa sababu wewe una uwezo wa kuzungumza lugha ambayo tunazungumza hapa. Tatuiria atiriri na Gikuyu utacokera ugo na Gikuyu. So it's a challenge to many parents. Hai. Tu musiari nega kwanza cia mwana icira cia kuma 1 nginya kinyanya. Nega korana na mahinda na mwana wake. Especially wĩra-inĩ ũrĩa aheagwo thukuru arute wĩra ũcio hwainĩ. Ũke angĩkorwo nĩ ũkinya tene by the way nĩ ũkorwo ũkinyĩte. Nega ũrore wamũkora agĩka homework. Ũrore mũgaikara nake ũkarora ũrĩa ara perform. Na thukuru nĩ tũheaga kĩndũ gĩgĩtagwo diary. Ndio gĩgĩtagwo na Gĩthweri. No diary ĩno rĩu ĩgũkorwo ĩkĩonania homework ĩrĩa mwana ũcio aheirwo. Na no mũhaka hena handũ handĩkĩtwo ha mwarimũ na haku. Hakuonania atĩ mwana ũyũ aruta homework ĩno ndũmĩrorire na wekĩra saini atĩ yathi akinya thukuru ũcio mũthenya ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩwĩkĩte atĩ nĩorete homework ĩyo. Okay. Tobe tutolie na mwalimu hanini. Mwalimu Bwana Musila. Karibu sana. Hebu tuambie hii Lakewood, shule ya Lakewood, mean grade yenu ilikuwa juu sana. Ilikuwa ni nzuri. Ni shule ya kibinafsi sio? Naam. Sijui nianze wapi. Kuna masuala ambayo lazima niweze pia kujaribu kupinda ili isiwe ni question to answer kind of an interview. Hebu niambie kwanza iko Utawala wapi? Shule ya Lakewood Premier inapatikana mtaa wa Utawala. Ukitoka jijini Nairobi unatumia matatu za Utawala Sacco ama KBS. Zinaelekea mjini Githunguri. Lakini utafika Githunguri, ukifika stage inaitwa Kinka unaweza ukashuka hapo. Kisha kutoka hapo ni kama kilomita 2 kuja shuleni. Okay. Kwa hivyo ni karibu sana na mtaa ama majengo yanayojengwa yanaitwa Tamarind Estate, Tamarind Valley Estate. Na pia sio mbali sana na mji mdogo wa Airways. Karibu na Airways. Lakini inapatikana katika kaunti ya Machakos. Mahali ilipo ni kaunti ya Machakos, kaunti ndogo ya Athi River. Kwa hivyo ni Nairobi mashambani. Naam. Ndio maana mazingira labda mnaweza kuperform vizuri kwa sababu unajua huku Nairobi kwa mfano mitaa mingi unapata kwamba kuna uchafuzi wa mazingira, wanafunzi hawana mazingira bora ya kusoma, kufanya studies zao. Kwa hivyo unaweza kusema labda kwa kule nje outskirts za Nairobi kuna wasaidia kuperform vizuri kwa kiwango fulani. Lakini ningependa kusema kwamba mazingira hata kama shule inapatikana wapi unaweza ukayatengeneza hata kama shule inapatikana wapi. Kwa sababu zipo shule ambazo zimo mashambani ndani zaidi kuliko hata sisi. Na pana uwezekano hazikufikia mahali tulipofikia. Na kuna nyingine ambazo zinapatikana mjini ndani kuliko sisi. Na zilifanya vyema. Kwa hivyo nitasema kwamba ni kazi ya walimu, wanafunzi na hata wazazi wakiwa nyumbani
kusaidiana kuyafanya yale mazingira yawe sawa, kwa sababu mazingira tu si yale tu yanayoonekana, hata kuna yale mazingira ya kisaikolojia ambayo mwanafunzi yupo ndani yake. Kwa sababu ni vizuri kabla hata ya kumfundisha mwanafunzi, na hiyo imekuwa ni kama sera kwetu, mwelekeze mwanafunzi ajitambue. Kwa sababu ukimfunza mwanafunzi ambaye hajajitambua, hajui anataka kuwa nini, hana lengo, atapata alama ngapi, huyo mwanafunzi itakuwa ni vigumu sana. Kwa hivyo kwanza mpe mwelekeo. Na ukimpa mwelekeo akijua, mimi kama mwanafunzi ambaye tuko naye hapa Melissa, ningependa kuwa msanifu ujenzi, ninalenga alama 420 na kwenda juu, basi mazingira yake ya ndani kwa ndani ushayatengeneza. Naam. Okay. Bwana Gathiaka, nikija kwako. Labda kuna kitu Melissa ametuambia na ni kitu ambacho nikasema kwamba utatuelezea wewe mwenyewe. Ni kama mimi nahisi kana kwa labda kuna mzazi, sio mimi, lakini nauliza hili swali kwa sababu ya niaba ya yule mzazi ambaye anatusikiza ama anatutazama. Kuna mtu ambaye atasema kwamba huko ni kutelekeza mtoto ama ni kama kumtupa tu kwa shule, kwa sababu huyu mtoto anaamka saa 10 alafu anarudi nyumbani 6:30 jioni. Sijui hawathiri na kadhina, hakuna shida hapo? Kendo kai nikala kitu is good madhome handwork madhome wasome yani mtoto aanze kutoka akiwa mdogo, aanze kujua kutia bidii. Hivyo ndio mimi naona, kwa sababu alikuwa amekaa kwa shule nyingine up to tuseme standard 6 na nikaona hii record ile sifa nimesikia na vile imekuja kwa neighbor na nimesikia kutoka wazazi wengine, nikaona ni vyema nimpeleke huko. Na niliangalia nikaona ile effort, ile bidii alikuwa anaweka akiwa hii shule na ile hii record alikuwa mbeleni, hii ilikuwa ya hali ya juu. Okay. Anaweka effort. Kwa hivyo hii time mtoto hakui shuleni kwa muda mrefu sana. Kutoka saa 11:30 ndivyo walisema wanakuwa picked up, sio? Wanachukuliwa na magari ya shule, alafu wanarudi nyumbani 6:30. Sasa si mtoto pale ana uchovu, amechoka, anataka kula, labda relax kidogo, alafu alale tena arauke alisema saa 10 kasoro 4:15 ndio anaamka. Anaamka 4:30 saa 10:30. Haya masaa si mengi sana. I think ni kiasi, lakini pia kwa sababu nasikia mwalimu akisema akija jioni, especially hii mhula wakati alikuwa anapata time ya kurelax. Okay. Akaya kurelax. Sasa relax. And hata kama ametia bidii shuleni, atakuja relax. Sasa atafanya tu late kwa kupitia kutoka tuseme saa 2. Alafu kutoka saa 3 sasa relax mpaka hadi siku nyingine asubuhi. Okay. Kitu ningesema ni kwamba vile ulikuwa unatoa swali la kwanza, mzazi kuwa involved. Lazima mzazi akuwe involved na hii vile mtoto anaendelea shuleni. Ndio ukiona kama nilikuwa nakwambia hii dai, ukiangalia uone is not performing so well kwa kitu. Unaweza wasiliana na shule alafu ama hata wewe mwenyewe kama unaweza saidia kwa hiyo kinote trend yake kwa hiyo subject, una feel that gap ndio aweze pia kushika hiyo masomo vizuri. Okay. Bwana Musila, Bwana Kilonzo, sijui kama ni Debbie alipiga sana. Alisema kwamba ile shule iko na nidhamu ya hali ya juu. Ni nguzo gani mmeweka kuhakikisha kwamba nidhamu ipo? Kwa sababu jambo la kwanza niliwalika katika studio tupatane hapa saa 1. Lakini wewe nikafahamishwa kwamba ulifika hapa 6:20, sio? Hiyo nidhamu inatokana na nini? Kwanza niseme kwamba katika shule yote ile ili mambo ya faulu, wazazi, walimu na wanafunzi lazima wafanye kazi kitu kimoja. Kweli? Katika shule yetu jinsi ambavyo mwalimu Kilonzo alisema, mijeledi huwa hatutumii. Na si kwamba lakini muhimu. Wengine lazima watonge. Sidani. Si kumaanisha kwamba ama mnaachia hilo jukumu wazazi. Mtu atonge mtoto wake. Si kumaanisha kwamba wanafunzi wetu waliumbwa kitofauti. Lakini kwanza sisi kama walimu wetu tunaamini kwamba hawa wanafunzi si wanyama. Sipingi sayansi. Hawa wanafunzi si wanyama. Ukiwaelekeza wanachotaka kujua, ukiwaelekeza wanachostahili kufanya, hamtasumbuana nao. Lakini makosa mengine utokea wakati unapongoja mwanafunzi afanye kosa likitokea unaanza kuzuia kosa na tayari ishafanyika. Hao wanafunzi cha muhimu ni kabla ya chochote kile wakumbushe kwamba hiki kinastahili kufanywa, hiki hakistahili kufanywa.
Mwalimu mwenzangu alisema kwamba akiomba wampe jina lake la majazi watamuita Nidhamu, Bwana Nidhamu. Na mimi nadhani wataniita Bwana Hadithi. Kwa sababu nikijua tunaenda kukutana na wanafunzi na ninastahili kuwahutubia. Natafuta hadithi fulani ya mtu ambaye aliyefanya vizuri katika maisha. Hata kama ni mtu kama Bill Clinton, ambaye tunajua alianza ndoto zake za kuwa rais akiwa na miaka 9. Kwa hivyo wanafunzi ukija wahadithie mambo hayo kwamba hata huyu alikuwa na miaka 9 akaanza ndoto ya kuwa rais siku moja ya Marekani na hiyo ndoto ikatimia. Mwanafunzi kama Melissa akiwa na miaka 12, nina hakika ana uwezo mpevu hata kuliko Clinton. Na ataanza kuona na ni kweli inawezekana. Ni kweli inawezekana. Ni kweli inawezekana. Kwa hivyo haya mambo ya kuanza kusumbuana kuhusu upotovu wa nidhamu hautakuwa, kwa sababu tayari anajua mustakabali wangu nataka ukiwa hivi. Ningependa kuwa hiki. Kwa hivyo huo wakati wa ukosefu wa nidhamu utakuwa haupo. Jambo la pili ni kwamba sisi tukiwa shuleni kama walimu na wazazi wa ni kitu kimoja. Amesema wao kuna shajara ambayo hutiwa sahihi na mwalimu wa darasa kila siku. Kwa hivyo mwanafunzi anajua ninachofanya shuleni kitafika nyumbani siku hiyo hiyo na ninachofanya nyumbani kitafika shuleni siku hiyo hiyo. Kwa hivyo mwanafunzi anakuwa hana pa kujificha. Lazima atii sheria za nyumbani, lazima atii sheria za shule. Lakini hii shajara, unajua shajara hii dari. Naam. Unajua wanafunzi wa siku hizi ni watoto wa mambo leo. Naam. Na akiweza kuforge ile signature ya mzazi, labda mzazi hana fahamu, hajui. Akija nyumbani pale anachukua anageuza ile page na anatia sahihi. Ile nidhamu inajirudia. Okay. Kama mwalimu anajua lazima atie sahihi kila siku na mzazi anajua ni kila siku. Naam. Kwa hivyo mwanafunzi atakuwa hana pa kutia sahihi wapi na mwalimu ashati yake mzazi akatia. Ninasema anaweza fake ile ya mzazi. Sidhani kama jambo hilo litawezekana. Halijatokea. Wala kama limetokea uwezi kukubali hapo. Hata likitokea haliwezi likafika jioni ya siku hiyo. Kwa sababu mzazi ikiwa sehemu yake imetiwa sahihi, wakati wake wa kutia sahihi, kwa sababu nidhamu anayo ya kujua kwamba lazima nitie sahihi, atapata sahihi imetiwa na tayari atajua kwamba hapo mwanafunzi anatuchezea. Naam. Bwana Kathiaka, nikirejea kwako, kuna swala ambalo niligusia hapa tukiwa na Bwana Kilonzo, pia kwa mwalimu mkuu nitakuja Bwana Musila, nataka ugusie challenge ambayo mnapata nyinyi kama wazazi wakati sisi watu ambao tuko katika hii shughuli ya utangazaji tunapoweka vipindi ambavyo labda kidogo unaona kana kwamba zitapotosha watoto ama ile lugha ambayo inatumika. Unaweza kutuambia nini? Hiyo vile naweza fanya vile tunafanya ama wewe hujapata jambo kama hilo? Hiyo challenge iko. Hiyo challenge iko. Lakini lazima mpange wewe na mtoto wako kama zile vipindi ama ni vipindi zile ukimlea tuseme katika misingi ya Mungu. Atakuwa na ile decision yeye mwenyewe ukimpunza pole pole vile atakuwa ni vipindi gani anaweza kaa kiona. Ni gani atakuwa akiona, anataka wewe tu unamwambia ni masaa mangapi anaweza kaa kwa YouTube. Kuna ile nidhamu na build ndani yake ndio ajue ni kitu gani kinamjenga na ni kitu gani akifai. Alafu Melissa, kabla tu nije kwa mwalimu gusia swala hilo Melissa alikuja hapa akatuambia kwamba yeye anataka kuwa msanifu ujenzi, architect, sio? Ashakugusia, alianza kukugusia hilo wakati gani? Labda akiwa na miaka mingapi hivi? Architect ameanza kunigusia akiwa Sunday. Ama pia wewe ni mmoja wao? Hapana, mimi si architect. Kwa hivyo wewe anachukua njia nyingine ambayo inatofautiana sana na yako. Inatofautiana, na pia yule anayefanya hiyo kazi kwa familia yetu ni yule ndugu yangu, kaka yangu yule mkubwa. Ndio architect. Na labda bila huko tumekaa utawala kulikuwa ni growing community. Sasa kiyo kijana kumekuwa na ujenzi ukiendelea na sasa labda hapo ndio ametoa hiyo interest. Okay. Ya kuwa hiyo architect. Na unamuunga mkono wala umpingi. Unajua kuna wazazi wengine mtoto anakuambia kwamba mimi nataka kuwa mtu kama Ronaldinho. Unachukua kiboko, ama mimi nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa dereva, na unamkataza sijui. Kwa hivyo wewe unamuunga mkono 100%, asiwe na wasiwasi Melissa akiwa pale. Asiwe na wasiwasi, namuunga mkono kwa hiyo. Kama hiyo ndio tarajio lake na analo la maisha kwa kufanya hiyo kazi akiwa mkubwa, naendelea kumfacilitate, kumsaidia vile naweza, ndio hiyo ndoto yake imetimia. Bwana Musila, hilo swala ambalo Bwana Kathiaka hapo alikuwa amegusia na nikauliza pia mwalimu Kilonzo swala kuhusu vyombo vya habari. Maana nyinyi mnafanya juhudi, kwa mfano wakati mwingine pia mimi naudhika sana wakati mtu anapojaribu, nitasema ni kama kuboronga lugha ya Kiswahili na anawapotosha wanafunzi ambao wanamsikiliza. Kuna
kikundi watu wachache sana katika utangazaji ambao labda wana uwezo wa kutumia lugha sahihi ama lugha sanifu ya Kiswahili jinsi ambavyo inatakikana kutumika. Siku hizi watangazaji ambao wengi tuko wengi, unapata kwamba hawawezi kutumia lugha sanifu ya Kiswahili, wanaiboronga. Wacha nitafute misemo mizuri kabla umalize kujibu. Unaweza kutuambia nini? Cha kwanza, ukiwaelekeza wanafunzi vizuri, sidhani kama mambo haya yanatokea katika vyombo vya habari yanaweza kuathiri. Kwanza, sisi walimu hatuna uwezo wa kufungia vipindi fulani visionyeshwe, kwa sababu inategemea na ni soko gani linalolengwa na vyombo vya habari kwa wakati huu. Kile tunafanyia wanafunzi wetu ni tunawaelekeza, kwa sababu si kusema kwamba vipindi vyote vinavyopeperushwa na runinga kwa mfano ya Gikuyu TV vyote ni vibaya. Lakini mwanafunzi kama Melissa akiwa darasa la 8, tunamwelekeza kwamba katika Gikuyu TV siku fulani wakati fulani kuna kipindi kizuri sana. Hata kuna vipindi vingine wao tunazungumza nao, tunawaambia ukipata wakati hii ni must watch. Hiki lazima utazame kwa sababu yale mafunzo yanayotoka pale. Kwa kimsingi jinsi mwalimu mwenzangu alivyosema ni kwamba huwa tunaelekeza wanafunzi waweze kuchuja maneno, waweze kuchuja vipindi, waweze kuchuja mafunzo wanayopata kutoka katika vyombo vya habari. Kwa sababu hatuwezi tukamiliki vyote vikafanya tunavyosema. Hata magazeti kuna zile kurasa wanajua kwamba huu kurasa nikiwa mwanafunzi wa darasa la 8, huu kurasa ni manufaa sana kwangu. Kwa mfano ile Young Nation wanajua. Naam. Na pia wanajua kwamba huu kurasa hauwezi ukanisaidia mimi kama mwanafunzi, lakini unasaidia mtu mwingine. Kwa hivyo kwa sababu vyombo vya habari vinalenga soko kubwa, kuna ile sehemu ambayo ni ya mwanafunzi, nyingine wana biashara, nyingine ya wachezaji na kadhalika. Kwa hivyo kimsingi tu ni kumuelekeza mwanafunzi ajue hii yanifaa na hii hainifai. Hivyo tu. Bwana Kathiaka, ukimalizia ningependa uzungumze nasi kina baba wenzako. Tazama hii kamera pale uweze kusema nao. Utawaambia nini, kwa sababu natumai kwamba katika jiji la Nairobi wewe ni mmoja, ama Kenya nzima wewe ni mmoja kati ya wazazi ambao kwa sasa wanahisi kwamba yes, mtoto wangu ama my kid has made me proud. Utawaambia nini? Wapatie wosia hii kamera hii. Kina baba. Akina baba wenzako. Kina baba wenzangu. Nizaambia watu wakwe wameshughulika kabisa ndani, wameshughulika katika maisha ya watoto wao. Tuwe tunapata time, hata sasa tunapia TPD kutafuta hii riziki ya kila siku. At least tunapata time, hata kama ni weekend, hata kama ni Jumapili, unakuwa na watoto wako. Ndio especially naonanga sisi akina baba tuna pride sana nikiwa mtoto wa kiume amefaulu, ama tunaona amefaulu. Lakini pia tia bidii kwa watoto wale wako, watu wawili wa kike na wa kiume wote, wapatie bila kubagua. Usiwabague. Alafu ujue mtoto ni baraka kutoka Mungu, na amekupa umlee kwa njia zile zinafaa, ndio awe amefaulu siku za usoni. Sasa na kina baba tusiwachie mama hiyo kazi. Na of course pia na mtoto anaenda ana succeed maishani, anafaulu, hata wewe mwenyewe utasikia utasikia raha moyoni. Utasikia raha vile mimi nasikia. Utasikia kweli ulifanya kazi yako vizuri. Ukimwona akiwa mtu mkubwa na amekuwa mtu responsible na anaendelea vizuri maishani. Kabisa. Asante sana. Bwana Musila, tukimalizia labda kwa sababu kuna watu wengi sana, ule msafara ambao mlikuwa nao pale katika eneo la Utawala, natumai mlifika Njiro ama wapi? Tulifika Njiro, tukaja mpaka Komaro kwa sababu tuna shule nyingi huko. Tukajiunga nao, vile walifanya vizuri sana. Huu msafara wenu ulikuwa wa aina yake. Kina mama wanashangilia sana barabarani hapa Nairobi. Kuna labda mtu aliwaona angetaka kuja kujua mengi kuhusu hiyo shule, atafanya nini? Na ikiwa pana yote ambaye alituona na hata kama hakutuona siku hiyo ametuona leo, niseme kwamba shule yetu nilivyotangulia kusema inapatikana katika mtaa wa Utawala. Na tuna mabasi mengi ambayo yanatumika kusafirisha wanafunzi kutoka maeneo ya Nyayo Estate, Fedha, GSUAP, Mihango, Ruai, Kamulu, Zebra Airways na maeneo yote. Kwa hivyo ikiwa pana yote ambaye angependa kujiunga nasi, anakaribishwa kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi, saa 2 asubuhi mpaka saa 10. Akija, ofisi zetu zimefunguliwa. Na sisi wote tunaamini kwamba cha muhimu ni kila mwanafunzi anayejiunga nasi apate zile alama ambazo aliumbwa apate.
let every kid get her best or his best. Hilo huwa ndilo lengo letu. Na sasa labda kuna mtu angetaka kuwasiliana na wewe kama mwalimu mkuu. Naam. Ikiwa pana nambari yako ya simu? Nambari yangu ya simu ni 0723 33 7 4 9 5. That is 0723 337 495. Naam. Bwana Musila. Bwana Musila. Pia kuna si lazima ati iwe ni mwanafunzi, ni mzazi anataka kupiga alete mwanafunzi pale. Inaweza kuwa pia ni mwalimu trained na hana kazi. Naam. Nafasi za kazi zipo upatikana. Nashukuru sana Bwana Musila kwa kufika katika studio na kukubali mwito wangu ama kukubali mwaliko wangu. Nitakuja huko shuleni. Karibu. Hiyo nidhamu ambayo mmesema, unajua ni vizuri pia mtazamaji niweze kumhakikishia kwamba nimeenda katika hiyo shule na tumefanya kipindi pale na wanafunzi pia tuweze kuona kana kwamba ni ya ukweli ama si ya ukweli, sio? Karibu wakati. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana. Bwana Gatiaka, congratulations. Thanks so much. Nijitako Francis Kimani, na nashukuru sana kwa sababu ya wale wageni ambao nilikuwa nao leo katika studio. Nilikuwa na walimu, mwanafunzi na mzazi katika mojawapo ya shule ambazo zilifanya vizuri sana hapa jijini Nairobi. Shule ya Lakewood inapatikana kule sehemu ya Utawala. Tona na rushio kiroko, dina bera kwirora Gikuyu TV, murori wa Mogikuyu.